kitabu kile cha Isaya sura ya 55 mstari wa kwanza, anasema kila aonaye kiu na haje kwangu anywe. Msoma hiyo. Au ngoja ni nani? Isaya sura ngapi? Ya 55. Kama sio Isaya, itakuwa ni Isaya. Anasema hivi, Isaya 55 mstari wa kwanza anasema, haya, sema haya. Haya, kila aonaye kiu, njoni majini, naye asiye na fedha, njoni nunueni mle bila fedha, si ndio? Na bila thamani. Anafundisha kwamba Roho Mtakatifu ndio maji ya uzima. Unapokunywa nguvu ya Roho Mtakatifu, unapojazwa Roho Mtakatifu ndani mwako, Mungu anafanya kufanya kuwa chemchemi. Tatizo la watu wengi sisi kama Wakristo wa Katoliki, Roho Mtakatifu anatujaza. Bahati mbaya, muona ya maji yalivyo. Huku chini kuna nini? Kuna vitobo. Kwa hiyo akijaza vinafanyaje? Vinatoka. Ile siku ya kipaimara ile tunajazwa nguvu za nini? Za Roho Mtakatifu. Lakini baadaye unaenda kwa mganga wa kienyeji, unapigwa chale, ushatoboa tobo. Umeweza kutoboa tobo. Umekutana na Saidi, sema Saidi. Sio Mkristo unazungumzia. Umelala naye kwenye uzinzi, umetoboa tobo. Mama yangu unanielewa hapa? Hata kama unasali rozari. Unajua kuna mwingine anasali rozari kumbe na matobo ya kutosha. Unaweza kutoboa tobo. Sio kama ulikuwa una Roho Mtakatifu siku ya kipaimara, ulijazwa. Bahati mbaya unatoboa mwenyewe. Unaelewa ili kopo lina maji, halina maji nayo. Nikitoboa msumari wa kwanza itakaa mbali, inatoka kidogo. Toboa la pili kidogo. Toboa la tatu kidogo. Yaani mpaka unafika miaka 45 hakuna maji. Unatembea kanisani, unarudi nyumbani. Roho Mtakatifu hayupo. Pigi waza kukofa mwambie tobo lako lina matobo mangapi? Ni kopo lako lina matobo mangapi? Yao mengi. Tumeenda nyumbani kule kwa Wahehe. Unajua Wahehe, kuna mila zinafanyika. Umepata kipaimara hapa Salasala, umeenda nyumbani kule, kamwene unogage, wazee wanakupa dawa, unatoboa tobo. Unaenda kule Bukoba, kule Wahaya wenyewe ndio wamezidi, matobo yao ni makubwa. Bala. Unacheka. Mama zako acha kutoboa tobo. Safikiri umepigwa chale kila mahali, una matobo mangapi? Fikiri vijana ambao wanatembea mpaka na vijana ambao sio wa Kristo. Unasema nimempenda, unatoboa tobo. Fikiri viwao wangapi wametoboa matobo mangapi? Sasa mimi nilipata kipaimara. Sawa, ulipata kipaimara na ulijazwa, umetoboa matobo mangapi? Kumbe ni kopo tu. Linasalika kanisani, linafanyaje? Linaondoka nyumbani. Pige kopo mwanzo kumwambia kopo lako lina matobo mangapi? Toboa tobo. Mpikise, asizuga hapa kupotezea. Halo? Sasa maji yamejazwa na Roho Mtakatifu. Anakujaza na mimina. Ila mimi na wewe tunatoboa tobo. Wenyewe kinaanza kimoja. Kina kwamba kama mvua sasa. Kina mwagilia bustani. Tabu. Halo? Mwambie mwenzako leo tunapewa makopo mapya. Ndio maana kwenye mikutano, kwenye semina kama hizi, mtumishi, tunawaambia watu join, mtoe maisha kwa nani? Kwa Yesu. Wengi sana wanafikiri ni kama mambo fulani haifai. Hapana, kutoa maisha kwa Yesu maana yake sasa unaanza kuchukua, yani kama unafanya renew lile kopo lako, yani linatengenezwa upya ili Roho Mtakatifu akijaa. Na unapotoa maisha kwa Yesu, maana yake sasa unatengeneza kopo lako linakuwa, ndio maana kwenye kiriba kikukuu na kiriba kipya, si ndio? Sasa unafanyika kuwa kiriba kipya. Ndio maana sema ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Kwa hiyo unakuwa mpya sasa. Unatengeneza kopo lako jipya. Pale sasa unaanza semina zile za malezi na makuzi. Wanakufundisha. Sikia niwaambie. Nilienda jimbo fulani, askofu akaniita. Akaniambia kati ya kitu Paulo unatakiwa upambane. Sisi vijana wa kikanisa Katoliki tukimaliza kipaimara hatuna mafundisho mengine yoyote. Kweli si kweli? Tukimaliza kipaimara, tena kipaimara yenyewe bahati mbaya tunakelimishwa. Mimi hata leo kiniuliza maswali siyajui. Sababu nikimaliza mafundisho sielewi tena. Kipaimara ni nini? Sio Mtakatifu anafanya hiki, sio ile kile. Tukitoka pale, tobo. Mpaka tunakuja kuoa.
ambayo tunaenda kwa tuna matobo ya kutosha. Chezea wewe. Sitaki kusoma kuongea mengi. Yaani mpaka unaenda kuolewa, matobo yametobolewa mengi, katoboa Saidi, katoboa Abdalla, katoboa John, katoboa Ngali, katoboa nani, alafu anakuwa mke. Na huyu anaenda kuona na matobo kibao. Tabu. Ndio wala siku tunaishaga tu anameremeta, hana waka. Tumetoa milioni za hela. Tukitoka mkienda kuishi pale matobo sasa. Yalazi. Siku zote kopo lilikuwa jepesi linatembea hivi, sio? Halina kitu, linapepeteka hivi. Kwa hiyo unaona nagongana pa. Hayana kitu ndani. Sio mazito. Kama hata mwanzo kumwambia kopo lako liko jepesi au zito lina maji. Tumsifu Yesu Kristo. Tunatamani tunaposema njoo toa maisha kwa Yesu, maana tunataka kutufanyika upya, ili tunapotoka kuanzia hapa katika hii novena Roho Mtakatifu maji yanabubujika. Maana Roho Mtakatifu anajaza siku kwa siku mpaka karama zinaanza kububujika. Na leo Bwana akatutengenezea upya kwa jina la Yesu. Akatujaze upya kwa jina la Yesu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Pokea mafuta ya Roho Mtakatifu. Pokea upako wa Roho Mtakatifu. Pokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Amina. Yesu anamsogelea kama yule mama mwenye godoro. Anakusogelea. Una nyota kubwa lakini hawaitambui. Roho Mtakatifu anakusogelea. Anakujaza. Power. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Rapa. Powers. Wewe ni mfalme wa wafalme, Simba wa Yuda, Yesu pokea. Kuna mambo yalikuwa yamezuiliwa miaka 3 iliyopita. Roho Mtakatifu anasema ya kwamba utaona mabadiliko. Pokea hiyo nguvu. Na anasema ya kwamba utaanza kuomba kusikoweza kutamkwa. Pokea. Binti umekaa kwenye uchungu muda mrefu, Roho Mtakatifu anaachilia furaha. Lia tu kwa nguvu. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Lia tu usizue. Pokea furaha. Lia uchungu utoke. Furaha. Kwa nguvu. Wewe ni mfalme wa furaha. Pokea nguvu ya furaha. Unajazwa upya. Walikukataa, Roho Mtakatifu anakujaza. Walikuona wa kawaida, wewe sio wa kawaida. Nyota yako ni kubwa. Power. Pokea mamangu. Fuma macho yako. Roho ya mauti inaondoka. Pokea nguvu ya Roho Mtakatifu. Uchawi hautakupiga tena.